Hao ni wamama wapambanaji, walianza kama rafiki, lakini urafiki wao ukawapelekea kuunda kikundi, wakaanza biashara. Je, unataka kujua walianza vipi? Urafiki wao ulianzia wapi? Nani kaleta wazo la kuanzisha biashara? Ungana mimi uweze kusikia. Ni Tony Brand Ndala TV. Bwana, hapa anaongea na mama ambaye ndo anayetengeneza chapati. Mama, habari? Salama. Mshoma. Habari hali? Salama. Ongea na kazi. Asante, tunashukuru Mungu, tuko tunapambana. Hivi alianzisha wazo la kutengeneza chapati nani? Kwa kweli nilianzisha mimi mwenyewe. Baada ya kuona maisha kushinda nyumbani sio maisha, tukasema hapa tu angalau tuanze kutomatisha chapati hapa, maisha endelee. Na mtaji ulitoka wapi? Mtaji hapa tulipata kidogo kidogo. Tuko na mwenzangu hapa. Habari? Salama zako? Nzuri kwa. Kwema. Umependeza sana. Asante. Bwana, ongea na kazi. Asante. Tuko tunapambana. Hivi unajua sio kitu kawaida kuona wanawake wanakaa sehemu moja wanafikiria na wanaanzisha biashara hivi wanarudisha urafiki. Hivi urafiki ulianza wapi? Urafiki wetu ni kitambo sana. Ulianza hivyo vile kimasiara, lakini tukajikuta kama rafiki, tena urafiki wa dhati kabisa. Okay, kama navyoona kwenye kundi lenu kuna umri tofauti, kuna kubwa, kuna wadogo, kuna wengine hapo katikati. Hivi haiwapi changamoto hizi? Haiwapi changamoto kwa sababu mkubwa na mheshimu mdogo na mdogo na mheshimu mkubwa. Hivi biashara zenu kishamaliza kutengeneza hapa, mnafanyaje? Waga mnagawana majukumu au wote mnafanya kazi sawa, mnapeana zamu? Unaona? Mmoja leo, mwingine kesho, au mnagawana majukumu vipi? Yaani sisi hapa tukimaliza, kwa kweli letu ni moja. Huwa tunabeba chupa letu la chai, vikombe, otiputi letu hivi unavyoona. Tunaanza kutembea nyumba kwa nyumba. Yaani sisi hatuzalau kazi. Tukifika kwenye nyumba ya mtu hodi, karibu chapati, afu uzuri wa bahati chapati zetu za Uturuki. Yaani zina viungo. Za Uturuki sasa za Tanzania tena. Yaani zina viungo vyote. Kwa kweli ziko vizuri. Sasa lakini mama, kuna kitu kimoja kinasumbua Tanzania. Kama tulivyozoea kwamba wanawake wawili watatu kisha sehemu moja ni watu wa kujadili wanaume, watu wa kujadili maendeleo ya watu wa kujadili umbea, lakini yeye imekuwa tofauti kidogo. Hivi unafikiri kwa nini? Kwa sababu inatokana kwanza na urafiki wa watu. Lakini sisi ambao tumejikita sana kuangalia biashara zetu na maisha yetu. Kuna wengine huko hawana waume, kuna wengine wana waume, lakini waga hatunyanyapaa mtu ambaye ana mume. Hiyo ni kitu kimoja. Ila sasa tukirudi nyuma kidogo, wanawake wengi wanaamini kwamba hawezi kuishi bila mwanamume. Nafikiri kweli. Hapana, na wala sio kweli. Lakini sasa kama ni mama, kuna watoto, hivi unapokuwa unatengeneza chapati, hujawahi kupata changamoto yote, labda kukutana na mtu usikie aibu, kimbie? Hapana, kwangu hiyo hapana. Kwa sababu mimi kwanza hapa nilipo huwa napenda sana biashara. Yaani sina aibu, na kwenye kazi hatakiwa una aibu. Yaani wewe ukishajitoa kwenye kazi kama hivi, yaani unapambana, ukweli wa kupambana. Yaani mimi hata kuja kukupigia order gate ni kwako, wala mimi sioni ajabu. Sasa mimi najua ni kazi na niingizia. Hata mimi nikitoa order kila siku zangu. Vizuri, tena mapema. Unajua nini kwanza? Sisi watu tunaamka ni saa 10. Saa 10 mpaka saa hizi saa 2 tumemaliza. Kwanza order yangu ipo. Order ipo. Hapo hakika. Tena hakika wala hamna shida. Bwana, leo na shiba hapa. Chapati sikilize. Yaani wamesema chapati za Uturuki leo ni hapa. Tena onja leo usikie. Nipate kweli hakika kweli za Uturuki au faga hivi. Sasa hivi okay. Kwa wale wanawake ambao hawataki kupambana, hawataki kujishughulisha, wanategemea huduma za wanaume, unashauri nini? Wapambane, wajifunze, wawe kama sisi. Maana ukisema kusaidia mwanamke sasa hivi wanawake walikuwa kupambana. Kuinuke mambo ya masuala kulala tutoe. Kupambane tunashika. Sasa kwenye biashara yenu mlioanzisha, mna malengo gani? Kwamba kazi itakuwa ni kuuza chapati tu na chai, au mna mipango mingine, labda kufungua kingahawa, kufungua maeneo mengine makubwa? Hayo ndio malengo yetu ya mbeleni, lakini ndio kwanza tumeanza biashara zetu, lakini huko mbeleni Mungu akijalia tunatafungua. Sawa, okay. Umeanzisha biashara hii. Sasa kwa faida ya mtazamaji, kwa sababu kuna wengi wanakutazama hawajapata nini kila kikao hiki unachofanya wewe, unashauri nini? Nashauri tu wapambane, wajifunze,
Kwanza kitu ni kuthubutu. Usipothubutu huwezi kufanya lolote. Na ukisema aibu na aibu kila siku huwezi kupambana na huwezi kutoka ndani. Cha kwanza ninachoona na nitakuwashauri ni kuthubutu. Yeah, asante sana. Bwana, tulikuwa tunapiga story na mama marafiki. Urafiki wao unaanza mbali sana. Kumbuka ni umri tofauti. Tumeweza kuona wanawake wengi wakikaa sehemu mbea au mambo mengine, lakini wao walikaa wakadumisha urafiki wao mpaka ikafikia hatua wakapanga wakafungua biashara chapati na chai. Yeah. Kuna sasa wanapanga kufanya kitu kikubwa sana. Sio hawa wawili tu, wapo wengine lakini wameenda kwa majukumu mengine. Bwana, unaambia kwamba mwanamke usijielewe, mwanamke pambana, usitegemee huduma za mwanaume. Unaweza kupambana wewe kama wewe na ukaendesha maisha yako. Bwana, ni Tony Brand, Bundala TV.